Wapenzi wasikilizaji, mashabiki wa chaneli yangu, nashukuru kwa muda mwema ambao tumekuwa pamoja nanyi. Nashukuru si kawaida tu kwa kusikiliza, kusubscribe, kulike na kushare mambo ambayo ninaeka kwa YouTube yangu. Sana sana nimekuwa nikiweka mashairi. Mungu amenipatia uwezo wa kutengeneza shairi ya aina yoyote ile. Iwe ni ya wapi ama wapi, nini ama nini. Nikiona tu ama ukinielezea tu na kutengenezea shairi ya aina yoyote. Nashukuru Mungu kwa kunipa hicho kibali. Si kawaida, ni neema tu na rehema zake amenipatia. Na kwa siku hii ya leo sitosema shairi, lakini ningependa tuongee moja kwa moja mimi na wewe, na baadaye utaniambia hapo chini kwa comments kwamba wewe unaona nini, maoni yako ni nini, na nitashukuru. Nitarekebisha na nitafanya vile wewe unaona ni vema. Manake bila wewe siendi popote. Waliposema wahenga kwamba umoja ni nguvu, na pia mimi nasema mtu ni watu. Na siku hii ya leo ningependa kuongea juu ya mtoto wa kiume, yani kwa kimombo boy child. Boy child ni kuanza tangu wakati amezaliwa mpaka wakati wa miaka yake yote hapa duniani, yani maisha yake. Na ninaanza na nimeona sana watoto wa kiume, watu wengi sana waongelelei watoto wa kiume, lakini watoto wa kiume wakati wowote ni kushtakiwa, kudhiakiwa, yani hawana ule utetesi. Na wakati mwingi ukiona mwanaume amejitokelezea aongee, hiyo ni maana kwamba amefika kwa ukuta. Na kutokutambua mwanaume ni kitu ambacho si mzuri sana, lakini kuna kitu fiche ndani yake. Unaposikiliza hii mahojiano yangu na wewe kutoka mwanzo hadi mwisho, utatoka pale na jawabu, na unaweza kusema labda ni kwa nini mwanaume anapigwa sana. Nikingusia nikana kwamba mwanaume ndiye ako na mbingu. Bila mwanaume wanawake hawawezi kuenda mahali popote. Na ndiposa vita nyingi zinapigwa sana wanaume. Kusudi la shetani ni akapate kumaliza ulimwengu na watu wakapate kuangamia sana kama wanawake bila wanaume, yani hakutakuwa na ile nguvu. Na ndiposa shetani amechukua mamlaka sana kuwapiga au wanaume sana sana. Na mimi vile nilivyokuambia, Mungu amenijalia kupata hii channel nikuletee habari moto kutoka sehemu mbalimbali. Silalangi sana nikitafuta yanayokupasa, kukuokoa, kukusaidia na kukuelimisha. Kuna muda nilikuwa sehemu za Mombasani na nikapata, mimi ni mtu sana wa kupenda sana interact. Sijui kwa Kiswahili hiyo tutaitaje. Napenda sana interact.
tu hivyo hivyo, na utashtukia Mungu amenipatia hiyo kibali ya kwamba utanipatia tu historia yako hata bila wewe kuniambia. Na sasa kuna hawa wawili, na ndio nikatoka hapo na kitu ya kuambia wale wanaume wengine, manake labda wao si nyote mtafikiwa na hii ujumbe ambao mimi nilipata kwa watu fulani mahali kazini nilikuwa nafanya, na mahali pia yani tunakuanga tu kwa masherehe, mikutano, something of the sort. Alafu nasikia tu mtu anaanza kutoa historia vile yalimpata. Manake walianza kusema, kwani Mombasa kuna ni? Mombasani naongopa. Nikauliza, kwa nini mwaongopa Mombasani? Jamani, wakati wewe mlala, wengine huko nje wanapatana na maajabu. Na haya ni mawili yake ambayo kwangu mimi niliyapata, na ningependa tu uyajue. Sasa kuna huyu mmoja, na hii historia nasema ni ya ukweli mtupu. Si kwamba zangu ninaanza kutunga tu mastori, hapana. Sasa iko hivi, jamaa mmoja aliona mwanamke mrembo kupindukia, kutoka juu kafunga zile zaitwa buibui. Wajua buibui? Kwa wale hawajui buibui, siku hizi wamebadilisha. Kitambo zilikuwa zini rangi nyeusi, lakini siku hizi zimewekwa maridadi. Unaweza kupata za brown, za cream, yani kala tofauti. Lakini hapo kitambo kidogo zilikuwa ni nyeusi. Sikujua sasa walikuwa kwa nini wazieke tu aswa nyeusi. Sasa wakati huo ni ule walikuwa wanavaa hizo nyeusi. Sasa mwanaume anaendesha prando yake, akamuona mwanadada ameumbika, tuseme malaika kasoro mabawa. Yeye sijui ni nini, basi na pia mtaniambia ni nini na kuanga kwa wanaume. Yani alijaribu shingo yake kungeuka kwengine, akaona limbandike tu pale, hakujizuia hata kidogo. Kamwambia mwanadada, waenda Akamwambia, mimi naenda mahali fulani, kwa sababu ya usalama sitosema. Sasa alipomwambia naenda mahali fulani, akamwambia, haya basi panda hapa nikusaidie dada, twende zangu. Kumbe mwanaume kesha mpenda huyu mwanadada, akampenda kabisa. Haijalishi kwamba alikuwa na bibi na familia, yeye mara hiyo amependa. Sasa wakienda kwa njia, alianza tu ile ya kuongea na yeye, akamuuliza, akamwambia, hey mwanadada, nimekupenda, unapendeza kweli, uko mrembo kweli. Sasa katika ile harakati walimbadilishana namba za simu, that is contact, how they will contact each other. Mwanadada alikuwa mpole, mwenye sauti ya kupendeza. Mombasani sauti zao ni zile za kutoa nyoka pangoni. Sasa walipomaliza kubadilishana namba za simu, wakafika mahali ambapo mwanadada alikuwa ashuke. Sasa mwanaume, kwa sababu alikuwa mpenda mwanamke na roho yake yote, hakukawia kufungua gari polepole, mwanadada ashuke, halafu amsindikize kwa macho yake mpaka atakapotokomea. Maajabu katokelezea hapa. Mwanadada aliposhuka kwa gari, alianza ule mwendo wa hase.
Sasa mwanaume akimwangalia tu kwa ustadi na umakinifu sana, alipoinua tu buibui yake kidogo, cha kushangaza ni kwamba kwa miguu ilikuwa ni miguu ya punda. Sasa wewe, ingekuwa wewe ndugu yangu, ungefanya nini? Sasa kutoka pale yeye alishituka, na kutoka hapo akasema ya kwamba amefika kikomo cha kutongoza wanawake, atabaki na familia yake, atatulia atuli. Sasa kuna wengine maajabu ya Mombasa hawatayaona, wao wanaendelea tu na ya kwao. Sasa huyo akajiamulia kutoka moyoni mwake kwamba amekoma wanawake. Naye wa pili ako na bibi na watoto pia, lakini sijui ni nini. Kama uko na bibi na watoto, ndugu yangu, sinaomba tu utulie kwa familia yako, uwatunze, uwaonyeshe upendo, manake wale ndio nguvu yako ya kesho. Sasa naye wa pili huyu hapa, mimi alinishangaza. Sasa naye alienda tu, ni wale wa kuzoea kutongoza hapa na pale, awapishi zile zinazoitwa sketi. Basi even though siku hizi wanafaa na matrosa, lakini ni ruhusu kidogo tu nisiite skirt. Sasa akaenda akatongoza mwanadada mwingine. Yule mwanadada tu alipomtongoza akamwambia, haya, twende nyumbani nichukue nguo moja yangu, basi kabadilishe huko mbele. Mwanaume kwa msukumo wa upendo akampeleka, kaenda nyumbani, akafika akachukua nguo zake. Alipomaliza kuchukua nguo, sasa ikawa ni kwenda out. Walipokuwa sasa wanaelekea kwenda out, mahali kulikuwa na barabara mbili, yani ya kwenda na ya kurudi, yani inamaanisha kuna barabara mbili, ukifuka utafuka barabara mbili. Sasa kwa sababu ya usalama na mapenzi, eti amepata mtuliza moyo wake, walishikana mikono, kisa na maana wafuke barabara kwa pamoja. Sasa haikujulikana ilikuwaje baadaye. Mwanamume aliacha tu ashikilia mwanadada mkono. Baada ya kufungua macho, alijipata makaburini peke yake. Mwanadada amuoni tena, yuko peke yake na yuko makaburini. Kutoka siku hiyo alijiamulia mwenyewe na moyo mmoja kwamba wanawake amewakoma, atabaki kuwa na bibi yake daima dawamu. Sasa wale wengine bado hawajaona haya maajabu ya Mombasani, kwenu itakuwaje? Sasa jinsi kubwa pia sasa hivi, mshangao mkubwa sana ni jinsi ambavyo mtoto wa kiume anachangiwa pia kuangamizwa. Hapo mbeleni nimekuambia mwanaume ni wa maana sana, kisa na maana ni yeye ana mbingu. Kuna huu mwaka nakumbuka, sikumbuki vizuri sana, lakini ilikuwa mwaka 08 hivyo 09, yani 2008 ama 2009. Hapo nilikuwa nimekaa kitako
Simbanduki, huku naangalia kwa vyombo vya habari yaliyotokea, ambapo niliona kitu ambacho kilinishangaza. Kuna mahali kunaitwa Mpeketoni. Sasa mahali kule wavamizi tu walipamia ile sehemu na hawakunguza mwanamke hata kidogo. Walikuwa wanatoa wanaume kwa nyumba, wanaume wanakatwa shingo, wanapangwa. Mimi kwa runinga niliona kama video, kama drama. Manake sikuamini chenye nilikuwa ninaona. Hizo zote ni changamoto za mtoto wa kiume, yaani boy child. Na sio hivyo peke yake. Kumbuka ule wakati wa Yesu kusaliwa, yaani mwanaume wa wanaume, Mfalme Herodi hakutulia. Amani alikosa kabisa kabisa. Kisa na maana, kuna mwanaume amezaliwa. Na mimi siku ya leo ndio nimesimama kwamba niongelelee wanaume, angalao watunzwe kidogo, manake ni wa maana. Lakini shetani mpango huo hana kabisa, yake ni kuwamaliza. Sasa wakati huo wa Mfalme Herodi, wakati alisikia kwamba Yesu amezaliwa, ilikuwa ni vita vikali sana. Ilibidi watoto wauliwe. Wengine walilia kilio ambao hawangekubali hata kushawishika wanyamaze. Watoto kutoka miaka 2 mpaka mtoto aliyezaliwa hiyo siku ilibidi wauliwe. Nguvu zake akajua kwamba ni lazima Yesu atauliwa hapo ndani. Lakini Mungu ni nani? Aliagiza kwamba watoroke hiyo nchi waende kwingine. Manake uhai wa wanaume ulikuwa unatafutwa. Hivyo ninaomba Mungu naye akaende kuficha wanaume katika rehema na neema zake. Ni kwa sababu ni watu wa maana. Ingine ilinishitua tu juzi ni pia kuhusu hao wanaume. Niliona pia kwa vyombo vya habari mpaka ilibidi anikalia machozi. Kuna mwanaume mmoja alikuwa anahojiwa kwa station fulani. Nitamtaja kwa jina manake yeye anataja kabisa hata hiyo jina lake. Mwenyewe ni rubani ambaye anaitwa Captain Waweru. Captain Waweru, mwanaume alibidi mimi nikalia. Kulingana na vile hata alipojitoa kabisa, yeye alisimama na familia yake vizuri. Kulingana na vile alieleza, alisimama na familia yake vizuri. Mpaka ilinitoa machozi. Kuna wakati mtoto wake alingojeka figo, na kwa sababu ya upendo wa mzazi ilibidi mpaka akatolewa figo yake, akawekwa mtoto, akawekwa angalau aendelee na maisha. Lakini mke wake hayo yote hakuyaona. Kila wakati anafanyiwa mazuri, lakini hakuyaona. Bado alikuwa anampiga sana huyo mme wake Captain Waweru, na kumuonyesha kwamba hajawahi fanya chochote, yeye ni bure.
Kilichonishangaza kwamba ni kuna wakati Captain aliweka pesa yake mpaka kwa akaunti ya mke wake. Hiyo ni dhihirisho kwamba alikuwa anadhamini sana familia yake, ndiposa waende mbali kidogo. Hata watoto wake kwa kuwapenda vizuri alikuwa anawanunulia mpaka magari, lakini bibi yake aliona mahali pa kuchuma. Sasa mwanaume amenyamaza, na ndio nasema hivi, ukiona amejitokelezea na kuongea, alikuwa amefika kwa ukuta, na hivyo ni dhihirisho kwamba ameongea kwa niaba ya wanaume wengine, ambao wengine wanafinyiliwa lakini hata hawawezi wakaongea. Wakijitokelezea waongee, ndo utatambua ya kuwa wanaume boy child wanaumia kimya kimya. Nayo sasa hivi ni kuonya sasa wanaume ingine, nayo na waonya, lakini ni lazima ukapate kuomba Mungu akapate kukusaidia, manake hii iko serious. Wakati mwingine unaweza kuona tu mtu anafanya kitu, lakini ukimwangalia unasema hii nayo hii anafanya ni nini? Hata awe amesoma kiasi gani, atafanya vitu ambavyo kulingana na jamii hata asiendani na ile. Kwa sasa nasema ni kitu ambayo inaitwa madhabahu. Madhabahu inakufanya tu wakati mwingine unafanya vitu vya kijinga. Yaani ni vitu ambavyo vilisemekana kwa familia yenu ni lazima sitaenda mpaka vizazi na vizazi. Sasa hapo ndio ninaomba Mungu akapate kuturehemu kupitia. Kwa hivyo nimeona tu kuna visa 3 ambavyo nitakwambia, ambavyo mwanaume anaacha tu familia yake na anaenda anashikana na mwanamke, na kabisa anasahau na familia yake, na anaenda kusaidia watu ambao hawatamsaidia. Tunamuona kwanza huyu Elvis Opiyo na yule Mary Claire, ambapo huyo mwanaume aliamua kumsaidia kwa masomo yake mpaka chuo kikuu. Baada ya kumsaidia, baadaye Mary Claire alimuona siyo type yake, na alipomkataa, unaona chenye kilitokelezea. Elvis Opiyo manake ni mtu na pesa zake, akaamua ya kwamba aangize huyo Mary Claire aharibiwe sura na acid, ambapo mpaka wa leo sasa sura ya Mary Claire anakaa kitu akieleweki. Hiyo inaweza kuwa ni madhabahu ilikuwa inamsukuma tu, hawezi kutulia kwa bibi yake, maisha ya kesho ana kabisa. Tukitoka hapo kwa Elvis Opiyo na Mary Claire na kupeleka kwa mwingine ambaye anaitwa Geoffrey Walei na Abigail Chepkemoi. Geoffrey Walei na Abigail ni sasa, Geoffrey ni mtu na familia yake, na kuna huyu Abigail Chepkemoi ambaye alikuwa ni girlfriend yake, yaani rafiki yake wa kisichana. Sasa Geoffrey mpaka ilienda ikafika mahali akachukua loan, kisa na maana amsaidie huyu msichana kupambana mpaka apate kazi.
Na baada ya kupata kazi, Geoffrey Walei alikuwa ni mwalimu wa shule ya upili. Yaani mwalimu wa shule ya upili anatafuta girlfriend na anaenda mpaka anachukua loan. Familia yake huku inalia shida. Sasa alipochukua loan alimsaidia Abigail Chepkemoi kupata kazi, na alipoajiriwa tu yeye akaona si wa maana tena, akatafuta mwanaume mwingine, ambapo ilimfanya Geoffrey kupandwa na hasira sana. Yaani hasira ilimpanda sana, akaona kwamba vile ametumia pesa yake na kuachanisha familia yake, arudi tu akili zake zote aziweke kwa huyu girlfriend, ni lazima na yeye atammaliza. Alienda akammaliza, akamuulia huyo girlfriend yake mahali Bomet County, na yeye baadaye akaenda kujinyonga katika kaunti ya Baringo, akajitia kitanzi. Sasa mimi tukiendelea hapo, jamani nisaidieni. Sasa hata kama ni madhabahu, wewe sasa usherati utafanya, hatukatai, lakini hii mauaji sana hivyo ni ya nini jamani? Yaani ukishapata girlfriend lazima utaua tu, si uone tu kuna maisha ya kesho jamani. Nikimalizia namalizia kwamba na mtu ambaye anaitwa Okothi Obando ambaye alikuwa ni gavana, na Sharon Otieno. Sasa gavana aliona haezi kukaa na bibi yake kwa amani, lazima atafute ndogo ndogo huko nje. Alipompata tu Sharon Otieno, wakaanza mapenzi na urafiki wao. Hawakujua kwamba shetani alikuwa anawatengea mbele. Sasa baada ya kuendelea, Sharon alikuwa na tamaa nyingi. Sasa tamaa kweli, amechukua mume wa mtu na baadaye anahitaji mali nyingi, hata kwao hajawahi iona. Ndio nasema kwamba pia tamaa baadaye ni mauti, na pia tuliona kusema kweli ilitokelezea mauti. Baada ya gavana kumwambia Sharon akaondoe mimba yenye walipata na yeye, naye Sharon akakataa. Baadaye alipangwa jinsi atakavyouliwa, na baada ya kuliwa aliacha kila kitu sasa, naye hajawahi kuwa na amani. Miaka 7 imeisha, na ndiposa uamuzi ukatolewa kwamba anapaswa kufungwa, na hapa tunaona kuna mauti ilitokelezea. Ndio jamani, mimi wito wangu naitana tu kwa mtoto wa kiume, yaani Mungu akusaidie, akuonekanie, akulinde na akuhifadhi. Na hivyo katika hizo zote nimeongea juu yake, kama kuna kitu ambacho kwa akili zako na Mungu akikusaidia unaweza kujiepusha nazo, ni ombi langu kwamba utaenda kujiepusha, angalau boy child, tukae na wewe maisha marefu. Mimi yangu kwa leo nafika hapo tu, mpaka wakati mwingine niseme majaliwa. Asanteni.